Wanadhani ya si bongo lala. Tumejamu sijifanye uja notice. Wanadhani ya si bongo lala. Tumejamu sijifanye uja notice. Wambie punde imechoka sana. Mmeona hapo KICC Baba Fua akiambia ng'ombe zake ODM. Ng'ombe zinasema tuko tayari. ODM. Ng'ombe zinasema tuko tayari. Ng'ombe za Baba Fua washaambiwa left, wameturn left. Wajinga sana. Na wengine hata wajua naenda kukula nini jioni. Ujinga ni kitu nyingine mbaya. Heri ukue maskini lakini uko mwerevu. Lakini kukua mjinga ni umaskini, ujinga ni ugonjwa mbaya sana. Baba ashashiba, ashapewa donge lake, lakini ng'ombe inapigwa na jua hapa ati tuko tayari. ODM, ng'ombe tuko tayari. Wajinga sana. Hello ndugu zangu, naomba nisikize ground, wacha nisikize wangwana, muone nikifanya hii maji chafu ikuwe safi. Mimi ni mungwana, tunaenda kuona magician. Wacha tusikie Karumanzira anasema vipi. Nataka nioshe hii chafu ikuwe safi. Ni safi si safi? Nasikiza maneno yenu wangwana. Ni safi si safi? Yeah. Dear Kenyans, mimi na akili zangu timamu. Sijalewa, mimi si mlevi, sifuti bangi. Today, I've been shocked with the kind of leadership we have seen. Mimi nimekaa nikiheshimu Raila Odinga hizo siku zote. Lakini mimi leo hii, ndoa yangu na baba, ndoa yangu na chama cha ODM, imeisha. 2027, tutasupport any other candidate. Hata kama atakuwa hana wafuasi, tutakufa naye. I'm going to ensure, I'm telling Kenyans, whoever stands against William Ruto, we stand with that person. Hii baba ameenda kwa William Ruto, kitu ya kwanza wanaenda kupoteza vibaya sana. How can a 5 times loser in presidential race come to you and expect you to win election? Ruto is going home 2027 na Raila Odinga. Wote wanaenda nyumbani na the homecoming of Raila Odinga kwake kule Bondo is real and is going kuenda tunaenda. Raundi hii tumekataa na tumechoshwa kutumiwa vibaya na wanasiasa. It is Kenyans against William Ruto, it is Kenyans against Raila Odinga. Ruto tawe, Raila Odinga tawe. Tumewakataa kama muziki. Hata mimi sasa ukinipatia bilioni 1 niuze Raila Odinga siwezi. Kwa sababu nitapigwa na watu. Nitapigwa na Wakenya. Hao tumewakataa. Mzee bana, unasikia amri jeshi ya kibonga after ile harusi imekuwa leo katikati ya ODM na Yuda. Usikisa bana Bazenga amekuwa anasema ati ata work hard to make sure that kuna responsible borrowing. Lakini kabla tufike hapo, usikisa sasa bana mimi kama kuna kitu imenishtua na hiyo speech ya amri jeshi. Ameanza na Prime Minister Raila Amolo Odinga and former party leader. Ama Bazenga ma MPs walikuwa huko bana, karibu wote walikuwa huko juu wakirukaruka hiyo part. Then sasa kitu imenishtua ni after amemuita hivyo, sasa ndiye anaita Kindiki. Na mimi nikashangaa kwani katikati ya Kindiki na Rao, okay, wachani hiyo part si important. Sasa usikisa amri jeshi amekuwa anaongea kuhusu mambo ya AU pia yeye. Anasema ati ile time niliona baba anataka kwenda kuingia AU, mimi kama citizen, achana hata na uamri jeshi, mimi kama citizen lazima ningemsupport sababu yeye ni mtu wangu. And kama mtu mwenye najua ile vizuri na mimi najua Bazenga ni mtu mwenye ako na interest za wase kwa roho, lazima ningemsupport. Na unajua kuna wase walikuwa wanasema sasa mimi nabonga ni amri jeshi. Ati unajua kuna wase walikuwa wanasema ati mimi nataka kusupport baba, ati ndio nimfukuze bana atoke mboka. Lakini sasa mimi Bazenga mimi hata sikuwa na shughuli na yeye. Waache Bazenga ende apige mboka. Then ako zile za ati kuna watu pia walikuwa niambia ati wewe amri jeshi kwani wezi ogopa kuempower Bazenga alafu sasa ende akuwe mziku kuliko alafu akuje ile design ya kukuchuja sasa kama ashakuwa Mbigi Jordi atakuwa niyo profile ya AU. Then sasa Ruto amekuwa na comment Rao zile za anamwambia manze Bazenga walai naye alijituma sana bana ikikam ni kwa side za campaign that Bazenga alitravel zile ma countries mingi. Na sasa usikijue hiyo story amri jeshi amesema that atafanya anything within his means ku ensure that baba ni msianaishi kwa hii inchi ikiwa na respect tunapata. Then anasema hata kubali wasi ile kukwangati wanakuja kubonga bonga ati amekuwa anamwambia that history itamjudge vizuri sababu sio watu wengi wenye wako na courage na boldness enye yako nayo ya ku make zile ma decisions zenye yeye huanga ana making like ikikam ni kwa nini pande ya wasi. Then amekuwa anasema ati vile wata implement mambo ya NADCO report. Sasa hapo kwa NADCO report ndio penye inakujia mambo ya responsible borrowing, na bado anasema ati vile hata zile madeni
design zenye already washachukua na gava yake, ati amekuwa akitry sana vile zitafanyiwa auditing, lakini sasa imekuwa ni ngori kuzifanyia. But sasa hizi kama vile wameshikana, ni lazima watapiga hiyo auditing vizuri. Then bado Amri Jeshi alikuwa anaongea mambo ya vile devolution lazima ikuwe inapiga mboka. Si ati tujuange ni devolution tu, ati devolution ati ikiwa tu kwa pepa hivi, ati imeandikwa hapa hivi bila mambo ya kufanya mboka. Lakini sasa mimi atako hiyo story yote, kama kuna kitu imenishtua ni akina Junet. Hebu angalia hii picha. Huu ni Junet na Kimani Ichung'wah. Oh my Lord Jesus. Yani hata huwezi sema okay, ukiangalia ase kama mnyamazo na sasa ni watu wa pole sana, si ndio? Sasa fanya aje? Unajua kesho ndio Chebukati bana, ndio speech yake sasa ya mwisho, sasa ndio wanaenda kumalo. Usikii sasa, amini usiamini. Okay, ngoja utajionea kesho maajabu. Na mimi hata kitu nangoja kuona ni kama Gachagua ataingia huko hivyo. Na si Gachagua anafaa aende. Bana, kama Gachagua apangi kuenda huko, acha napanga kwenda kuzoza akiwa place nyingine. Atokelezee huko wapatane wote. Iko nini? Chebukati si ni national figure, si ati alikuwa mso wa side fulani, na hata kama alikuwa side fulani siendi alioingiza. Uanga very bad. Yesu ala sizote. Yes. Nimesikia Kindiki amefanyiwa madharau hata hajaongea. 50-50 mkate nusu. So anytime soon we are going to have cabinet reshuffle and principal secretaries reshuffle. Now, ladies and gentlemen, Kenyans, we are on our own. We are banking on anyone who is against Kasongo. Gen Zs, you are our hope. Please, those millions of you, put your vote together. Please take IDs. We need to send both of these very shameless, careless, selfish leaders home. Anyway, Ruto is good for you. Hakuna matata. Handshake tulikuwa tuna expect. Umeifanya official, hiyo ni sawa. No problem. Lakini hakuna dawa itakuokoa wewe na shida yetu. Wewe hata ukiweka handshake na watu 50, nyinyi wote mnahesabiwa kama mtu moja. You are not adding any number. The only mathematics you're doing is subtraction. It is okay. Continue. We will deal with you. No problem. Kuna hawa ndugu wawili kutoka Western ambao ni akina Ukwa. Hawa nasikia kuwa maintain rahisi kwa sababu bora tu tupo zao ziko sawa, wao they are always ready to go. Na ni kama this time loud they are frustrated. Kwa nasikia fununu zikisema hawakupatikana wakati wa kusaini ile deal ya Raila na Ruto. I don't know their next move but it will be sikani matakaa kwa hiyo serikali. Hiyo niko very cause ikiwa wewe ulikuwa that biggest person in the government na automatically position yako imepewa mtu mwingine, inakaa uko frustrated. The same na yule Softy, yes guy, yes sir, kutoka huko Ebu Tharaka Nithi, mtu anaitwa yes sir. Hata yeye nasikia hata kiti yake haiko inapatikana. Alikuwa anaambiwa wewe huko kwa raia, mudiri na wa raia. So hizo ni mambo ambazo najua zitaleta mambo. I don't know, Ruto hawezi manage kusurprise hawa watu wote. Hawezi kuwa sustain wote. Raila akiingia kwa serikali, kitu ya kwanza itakuwa kungoa huyu deputy president. Na akina Ukwa lazima wangoe kwa sababu yeye ni mtu vengeful. Ni mtu tu ako na machugu venye walimfanyia 2022. So yeye atakuwa kuondoa kwa serikali na kuwatupa nje. So akina Ukwa hawana maisha. Huyu brother mwingine ya Yesa sidhani na yeye ako na maisha kwa hii serikali. Asubuhi nilikuwa nimewaambia about new pact ambayo inakuja ya 50-50 ya Raila na William Ruto. Nilikuwa nimepredict vibaya kwa sababu nilikuwa nimesema itafanyika in one week's times. But very unfortunate inafanyika leo. So today President Ruto alikuwa na mkutano na watu wote wa UDA kuwa brief what will be happening na deal yao na Raila Odinga.
Na then ukiangalia pale nje ya KICC, supporters wote wa Raila Odinga wako hapo. Remember last week nilikuwa nimekuambia uko Harambee House mambo ilikuwa as busy as B, watu wakiprepare a new office ya co-president Raila Odinga. So today hiyo mambo itakuwa inafanyika. Also issue ya Kabogo Lee na mwenzake Mutahi nasikia inapea William Ruto stress kwa sababu alikuwa amewaleta kwa serikali akiwa na hope za kuwa watamaliza influence ya Rigathi Gachagua huko Mount Kenya. But ukiangalia venye mtu anaitwa nani? Kabogo aliingia na mioto ya ku-criticize Gachagua. Alienda tu 1 2 3 akashindwa kwa sababu Rigathi Gachagua naye inakaa influence yake Mount Kenya imeenda sana. So kusimamisha hiyo yote sasa kuna fununu kuwa amechoka na wao kwa sababu papasi yao haikuwa wa deliver kama ministers. Papasi yake kubwa ilikuwa wamsaidie kumaliza influence ya Gachagua huko Mount Kenya. So what will happen? Those are part of so many things that leo itafanyika hapo KICC. And believe me not, kuna watu watafutwa kazi leo wengi sana. Ndivyo Raila Odinga nawe awekewe. Remember, anataka zile minister alipewa, anataka ongezewe zingine 3. So you can guess what will be happening. Let's wait and see. Kubwa sana. Ile bulanda Raila amefanya leo hii Kenya. Sitaisahau hiyo kitu. Sitaisahau. Raila amefanya bulanda kubwa kwa mashabiki wake. Kubwa. Unahisi amewatumia vibaya? Ametutumia kama tishu ama kama always. Ukishamalizia unatupa kwa choo. Hiyo sisi hatuwezi itikia. Hatutakuwa tunafanya biashara moja kila every election. Hiyo hatutakuwa tunafanya. Basi haina maana hata Raila mwenyewe aseme ako na umaarufu hii Kenya. Haina maana. Jana alisema mzuri anataka afanyiwe koti iende nyumbani, IBC wafanyie marekebisho na katiba ibadilishwe. Na akasema mzuri haina haja basi watu kwenda kuvote. Akasema anashtuka watu wakienda kuvote na watu wachache wanachagua president. Haina haja watu waende kuvote. Pia yeye haina haja akuja atuambie ako na umaarufu Kenya ama ni kiongozi wa Azimio. Haina haja. Akae kando ama afungue kanisa ahubiri. Sisi wana Azimio tukae kwa nyumba yetu ya Azimio. Watu wa UDA wakae kwa nyumba ya UDA. Period. Ni nini tunasumbuana? Wana UDA walichagua president. Na tukaelewa ni William Samoei Ruto. Hiyo ndio mimi najua. Askari akishagoma aweke chini bunduki. Hakuna option. Ni president mwenye yako ni kuachilia mamlaka. Kwa nini yeye anaendaga handshake kila mwaka? So what happened today at KICC basically is the enemies of Kenyans have come together in one place again. I hope people are not disheartened because we already knew, so they just made it official. So let them consolidate and align as much as they want. They're scared. I think Ruto is scared. Ruto is doing this because he is scared. He didn't work with the AU, so he's trying this as a countermeasure for his plan failing. So let him do whatever it is that he wants. Okay, this country is not the same ever since 25th June. We are not the older people, or rather, we are not in the current, the trajectory of this country politically has changed. Ruto should continue being in fear. Endelea kuogopa. You should be in fear. Okay, because as youths of this country are going to consolidate. It's not even about the Gen Zs anymore, but the Gen Zotem and everyone who wants a better country for us, a reformed country, a country without the old guts. And when I say old guts, I mean everyone. I mean Ruto, I mean Raila. Dragon motor testing. Wow. Dragon motor testing. Wow. Wewe unajiita the Dragon of hakuna wewe utajua mimi ni Daktari moto. Sema moto. Sema moto ni sema moto. Mbona itoki? Utajua mimi the JMP Goliath wa Kenya.
They probably thought that only certain people can lead demonstrations. They also thought that only certain people can lead the opposition. We wanted to know the opposition from today against Kenya Kwanza administration and their stealing loans. We'll face serious opposition from the people, and the people themselves are going to have to lead in this conquest. Kwa hivyo, vijana mjikakamue. Watu wangu, ati nasikia Tom and Jerry wameepa hiyo akasema hadi sheki ni wewe, sisi hatuko. My fellow countrymen, I think ile wimbo inafaa hii siku ya leo ni ile wimbo ya Jaguar. Vigeugeu wametungeukia. Aish! Kasongo umengeukia wananchi. Wananchi, you promise them that the serikali will be serikali ya mama mboga, ya mahasla. Kasongo tunakwambia leo, wewe ni kigeungeu. Kigeugeu, wametungeukia. You deserve this song of the day. Hey watu wangu, sisi tunauliza. Sasa kusema that we will decampaign this man William Ruto, kwani inamaanisha kuna tension? That they are signing a memorandum of understanding between the UDA and Orange Democratic Party. This nonsense. So sad. Has been in every successive government. Raila Amolo Odinga is our son, fine. He's our tree that we watered. Even during the dry season, we watered Raila. Raila has become overgrown to an extent that right now, he's more likely to give us better shade than fruits. So if anyone wants to relax, a place to go and sojourn and take a bask, go to Raila Amolo Odinga. If you want fruits, go to someone like Babu Owino, a young, vibrant leader who is working. That is Babu Owino. And I want to tell the populace of this republic that we have these 4 people who were brought into the government, the Wandai, the Joho, and every other person. They've been yapping a lot in this government. They are like footballers who are being substituted, just brought into the field on the 85th minute, I'm clearing, and they think that the other players were doing nothing on the field, only to realize that their team is 10-0 down. There is nothing you can do, Mr. Badi, to salvage this government. Should Raila Odinga work with President William Ruto? That's a good question. That should he work with William Ruto? Work on what? The conversation should not be about which person gets what position. It should be about what are the issues that affect our people. Our political conversation should be about how to make the lives of the people better. Kasongo must go! Kasongo must do. Government is their own people. This government is going to punish you more than they will punish me. I'm telling you, in another 1 year, you will be crying in my office. Show your talent, somebody! Hey, give me that flag, give me this! Give me this, give me this! Pass it, pass it, pass it! A
moments later. Hii video ni kwa ajili ya wanawake. Wewe na hiyo vesti yako iliyoandikwa Spider-Man, toka. Unafanya nini hapo? Toka. Wanawake, kama kuna mwanaume amekuomba namba ya simu na hutaki kumpa namba ya simu, usimpe namba ya simu ya uongo wala usimdanganye kuwa hauna simu, sawa? Unachotakiwa kukifanya ni mpe namba ya simu kwa njia ambayo itamkera. Kikawaida kwenye hii nchi tumekubaliana kuwa mifumo ya kupeana namba za simu ni mifumo ya aina mbili. Mfumo wa kwanza ni 4222, mfumo wa pili ni 433. Mfumo wa 4222 ni ule ambao mtu anakupa namba ya simu kwa kukwambia 0768 34 29 87. Mfumo wa 433 ni ule ambao mtu anakupa namba ya simu kwa kukwambia 0768 370 460. Hiyo ndo mifumo inayoeleweka, mirahisi. Sasa ukitaka umnyime mtu namba ya simu indirectly, akikuomba namba yako, tumia hii mifumo miwili ambayo iko so complicated. Mfumo wa kwanza ni 145. Unamtajia mtu namba yako ya simu kwa namna hii. So namba yangu ni 07653 39887. Mfumo wa pili ambao ni more complicated kuliko huo ni wa 19. Huu ndo noma kabisa. Akikuomba namba unamwambia namba yangu ni 0,765,884,669. Oya, mwanaume yoyote ambaye ataweza kuiandika hiyo namba perfectly kwenye simu yake, olewa naye huyo. He's a genius. Most of them will run away na kukuuliza, is you crazy? Is you? Tazidi kuongea kwa niaba ya Kenya. Niaje wase, mko fiti? Manze unajua history ni ngori. Youths hapa mtaani hatuna ma ID. ID ni kitu ya maana, tunafaa tukue nayo. We as a Gen Z, we've talked, we've marched, we've fought for change. But what is all this if we don't show up where it matters? We the Gen Z are the pulse of this country. The future is in our hands. Lakini bila ID, that power is not. Hii ID is more than just a card. It's the key to opportunities. Ni ufunguo to freedom, the change we have been waiting for. Why is an ID important? It is because you cannot vote without an ID card. So if you don't have an ID card, one, you do not exist in this country. As you can see, they are mocking us. What are they saying? That sisi tuko tu pale online, lakini kura ni kwa ground. Now, what can we do? Let's register for our IDs. And for you to register for your ID, you can visit your chief's office because they have all that power with them. Again, we have over 900 registration centers across the country. We have 55 Huduma centers. And then we have 360 sub-county offices. We account for about 70% of the population. That means if we vote, we get to choose who will be our leader. 2027 will be our moment as the Gen Zs. Ngoja kwanza. We work hard, we push our boundaries, but when it comes to choosing the leaders to determine our future, we are not involved anywhere. Our voices, no numbers zetu hazimati maze. So what are we supposed to do? Go get your ID, register as a voter, and then come out and vote in 2027. It's that simple. My fellow young people, the Gen Z, it is high time we understand the politics of our country. We must understand what role politics play in our lives. And until we get politically mature, we will always be maneuvered, swayed, or deceived into supporting people politically, those who don't have Kenyan interest at heart. 2027, without your ID, you will not be able to vote. What are you doing without your ID? I will urge all of us to hold each other accountable. Uliza mzae, uliza madhe, uliza beshte yako kama akona ID. The cost of living is going high. They are killing us and abducting us every day. What are we supposed to do? We're supposed to send them home. How are we going to send them home? You make sure you have your ID for 2027 so that we make sure we pump new blood of good leadership and are good leaders and have a better country because our motherland is where we are. Identity yetu, Kenya ni yetu. Our future, our choice. Identity yetu, Kenya ni yetu. Identity yetu, Kenya ni yetu. We can do this, guys. Twende tukapate ID bana. Mimi mwenyewe niko na ID yangu. Here's my ID. Salute you all. To my fellow young Kenyans, if you are not a registered voter, please make the time to go and register as a voter. Because Kenya's future
depends on you and me. So how do you register? There are IEBC offices in every constituency, and that is where you register. So please find the location of the IEBC office in your constituency and register. All you need to carry is your identification card or your passport. There are those who are saying that Huduma centers are registering voters. Huduma centers do not have an IEBC desk as of now, maybe later. So please go register and let's prepare to save Kenya together. And for those who have registered, please go to the IEBC portal and verify your details. Please. Now, so some of you are very wicked. And I don't have up to 10,000 subscribers on YouTube. Some of you are my village people. You are my village people. I will not hide mouth. All of you are my village people. You are the one that is following me. Go and subscribe to my YouTube to prove to me that you are not my village people. Thank you. Wa Kenya. Ati Trump aliweka Biblia chini akaanza kazi. Na kuna mwingine aliweka Biblia chini akaanza wizi. Nyinyi mutakujiwa. Nyinyi yongeni tu. By the way, guys, if y'all have not realized, Trump has been a sworn-in president for less than 48 hours. But the changes he's already making are massive. Like, he's making big decisions in less than 48 hours. In less than 48 hours, amemaliza LGBTQ. Amesema huko kuna gender mbili peke yake, male and female. In less than 48 hours, amerudisha TikTok. In less than 48 hours, anyway, na kuna huyu wenyu anafanya campaign. Anafanya campaign. Ai. Mungu tusamehe. Anafanya campaign. Anafanya. Hey. Mheshimiwa William Ruto, wewe ni mwizi. Msaidizi wako ni mwizi. Na lazima tunaomba kwamba Mheshimiwa William Ruto, omba wa Kenya msamaha. Omba wa Kenya msamaha kwa sababu ya yale maovu ambayo uliyafanya na Wakenya wanaumia. We will not tire. We will not be scared. Tuko tayari. Polisi wajitayarisha mpaka jioni. Ni kukimbiana hapa na pale. Wanasa Kwame. Wanasa ai. Wanasa Wololo. Wanasa Enda pole pole. Cool down. We are not cooling down any soon. In fact, it might get hotter. We will consolidate Kisungu kubwa. And after we consolidate, we will strategize. Here I come. Oh, here I come. Oh. Hello. And don't buy into the political rhetoric of trying to divide you into tribes. Yes. Our problems are not tribal. There is no Kikuyu problem, there is no Kalenjin problem, there is no Luo problem, there is no Somali problem. There is no Kamba problem. Yes. Chief share knows no tribe. The university funding model knows no tribe. Yeah. Joblessness knows no tribe. All these problems that we point out, they do not know any tribe. The revolution about to be televised. You picked the right time, but the wrong guy. I want to perform their favorite song, but you know they love to sue. What song? Yeah, that song. That song? Maybe I think about it. Oh, no. Know what? I slow it down. Say, ladies, do me this solid. Ooh.
kusambaza hiyo message. Thank you. Fagia What? I'll take it to all the corners. You take it to the entire nation. Yes. Eh? Yes. It is a very solid car. Thank you, sir. Ndugu yangu, God bless you. fagia wote. Kazi yangu. Asante. Ndugu yangu. Good luck, my brother. Thank you so much. Good luck. Good luck. All the best. Thank you, sir. It's time for a fresh start. Tunafagia wote. Your Excellency. Aya, alafu matopare. Okay, matopare. Matopare. Topa. Matopare. Matopare. Topa. Tazidi kuongea kwa niaba ya Kenya. She asked me, baby, where you from? I told her, Kenya. I beg of us, I really want to beg of us today, as the chair of UDA, let's stay focused to what it is we promise those hustlers. Because if we don't deliver, those hustlers will send us out of power, and they'll send us with vengeance. So let us talk about roads, electricity, education, health, types. Let's tone down on the politics. It is not healthy. It is not healthy. It is the wrong time. Kuna nchi inaweza sikia kuchukua William Ruto. Wanaweza mchukua kwa sababu sisi wananchi, we don't need him. Ametuchosha. Ama nyinyi mjachoka? Mjachoka na Ruto? Ule mtu anataka kuchukua William Ruto, you can take him for free, take Wetangula for free, take Mudavadi for free. Tunawapea hizo takataka zote waende waongoze if they are good to you. Majenzi mko, kazi mnafanya kwa mtandao ni mzuri sana na tunapongeza nyinyi na muendelee. Mtaendelea. Lakini mtandao peke yake haitoshi. Tunataka mjiandikishe kama wapiga kura. Wale watu ambaye watakomboa Kenya hii, wenye kuamua Kenya itaongozwa namna gani, ni hao majenzi wetu mwaka wa 2027. Lakini hamwezi amua Kenya itakaa namna gani kwa simu peke yake. Lazima mchukue vitambulisho, lazima mjiandikishe kama wapiga kura. Siku hiyo ikifika, muamuke saa 9, muungane na sisi na wengine, tuende pale kwa debe, tutafute uongozi wa maana ambaye utaheshimu wa Kenya, utaheshimu demokrasia na utakubali kufanyia kila mtu maendeleo. Tumekubaliana majenzi? Hata nasahau tarehe ni gani. Mimi siko na tarehe kwa kalenda. Na mimi hata sina haja nayo. Mimi chenye niko nayo ni serikali ya 2027. Huyu mkata ushuru tumtoe. Na tuungane si wote. Mimi vile naona nisha reject hiyo finance bill 2025. Ningoje tu date ya maandamano. Juu mambo yendi bana. Mimi hata wafanye nini? Mimi nisha reject. Mfanye nini? Nisha reject. Mfanye nisha reject. Nime reject. Mtoe date ya maandamano sasa. And we are not alone. There's a new force of nature at hand, stirring all over the world. They are the young people whom, frankly, we have failed, who are angry, who are organized, who are capable of making a difference. They are a moral army. And the most important thing that we can do for them is to get the hell out of their way. Kwanza mimi ikifika 2027 naiba mpaka kura ya madhangu na budangu. Sitaki warudi tu huko tena. Si youth chachanuka. Madha zetu bado Ruto unaenda home na 13 parliament tunaivunja. Uende home wote tuanze fresh. Mr. Speaker, sir, I'm here to address you. You must go. Ruto must go.
hatuendi. Kwa hapa tunalala huku na hatuendi. We don't fear you guys. You hypocrites. We don't fear you. Mr. Speaker, we don't fear you. Tuko ndani. We stomped inside. Sisi ni nani? I'm inside. Niko ndani. Na tunamalizana na nyinyi. Tunamalizana na nyinyi. Mmetutesa sana. Today is today. You must hear our cry. Sisi ni sisi. Mtatusikiza. Hii ni bunge yetu. Sisi tumewafanya mkuu hapa. This is our parliament. You must hear us. Kama hamna masikio, tutawafanya msikie. Poa manze. Sasa nini? President tunataka kuambia uko na miaka 2 katika ofisi. Na wananchi hawa they will punish you na hata ukiwa na pesa watakutoa nje. Wacheni tu mimi niseme na mapema. Ndio kama kuna list na andiko mniweke kwa list. I can't wait to reject Finance Bill 2025. I can't wait because I know it will be something absurd. It will be something mental. I can't wait. Mniweke kwa list jameni. List reject. Idiots who don't want to participate in the affairs of their nation, they think things will just work in and of themselves. Then they are tribalists. And these tribalists, they think that they are only safe with people who are from their tribe. And tribe can mean people from the same culture, same language, or same culture. Then they are citizens. These are individuals who are responsible and know that when you want to be served, you must give those who have the desire and the intellectual capacity to serve you. In many societies, it is only a small percentage of people that can be called citizens, not more than 5%. And if a society wants to grow in the right direction, civic education is what will help the idiot and the tribalist to become a citizen. Itoe Ruto Kenya, hata kama angalau najali. Sisi Kenya tumechoka na Ruto, maisha imetuharibikia, analipisha mpaka sodo ya wamama. Pure kabisa Ruto. We don't like you, go home. Tutatafuta kiongozi ambaye anapenda mwananchi na anapenda kijana kama sisi. They want to be described as honorable even when they are horrible. They acquire things which they have not worked for. They promise us things that they know they will never deliver. And there is no shortage of such men and women in the African continent. Now, why do you want Ruto gone? We want Ruto gone because he is killing innocent people. He's wanting to pass the Finance Bill 2024. He's putting tax on sanitary products that girls can't even buy. He can't go to school. He's corrupt. He's taking the money. He needs to go. Yes. Get out. If you're going to raise anything, start with your hairline. Nice. Control, Alt, Delete, Ruto. The drunk get better than you.
you. Now the next election, yes. Unajua hawa ndio watakuwa nasema fagia wote ama mtasema namna gani? This generation, yes, they use their might because they didn't vote. The largest vote in the last election. Hi Kenyans, mi sina maneno mingi. All I want to say is Ruto must go like yesterday. Bye.